Mr. Mpoki Buya Kamina Mwandagasia. Mwalimu, tupo sisi kama tupo. Naam, tunaona Irani juzi katika kuonyesha silaha alizokuwa nazo. Kombora mojawapo ni kombora ambalo linaenda kilomita 12,000. Na kombora lipo, limeonyeshwa. Na hata juzi kati fulani hapa ni kwamba Iran amefanya majaribio ya kombora ambalo limeenda mpaka Urusi, Siberia. Kilomita zaidi ya 3,000 mpaka 6,000 huko. Na wachambuzi wa masuala ya kijeshi baadhi wanadai kuwa sasa hivi la kilomita 12,000 ni moja kwa moja anaweza kashambulia ndani ya Marekani. Hasa kwenye mgogoro ulioko sasa hivi hapa na vile ambavyo Marekani amesogeza madude yote. Tumeona kuna meli vita, tumeona kuna ndege za kijeshi, lakini tumeona ile aircraft carrier ambayo ni USS Abraham Lincoln. Tumeona upande huu wa kisiwa hiki cha Diego Garcia kilichoko maeneo ya bahari ya Hindi pia amepeleka madege makubwa yale ya mizigo. Mpaka destroyer awamu hii ameipeleka huko. Je, unafikiria vipi kuhusiana na hii vita? Na kitu ambacho mzungu wa Marekani hawezi kukiruhusu akiwa yeye ndo mtawala wa dunia katika swala zima la kivita. Sababu Makelebe, kumbuka tumesema katika swala zima la siasa za vita kali, kivita kwa ujumla, Marekani ni nchi ambayo imeweka nguvu kubwa sana kwa swala zima la ulinzi. Na wewe jiulize, wana ndege za kivita 16,000. Ndege za kivita 16,000, hiyo ni ndege peke yake. Nchi ya pili inayoongoza kuwa na ndege nyingi ni taifa la Urusi, ambao wao wana ndege 6,000. Yaani hiyo ni nchi ya pili na ndege 6,000. Tumeelewa? Sasa ukijiuliza katika masingi kama hiyo, angalia bajeti yao ya Marekani ni bilioni 900 na dola za Kimarekani. Ambayo inafuata hapo nadhani ni China, ambapo wapo kwenye bilioni 300 hivi na kwenye upande wa swala zima la ulinzi na usalama. Sasa kitu ambacho hawezi kukiruhusu, bali kuambia kwamba kinachopiganiwa hapa, Marekani anapigania mamlaka, kwamba yeye ndio mwenye mamlaka, yeye ndio mwenye madaraka, yeye ndio mwenye nguvu. Lengo kubwa ni kwamba kadri mataifa mengine yanapozidi kupata nguvu kijeshi na kiuchumi, ndivyo mifumo na maisha ya Marekani yanazidi kuwa chini zaidi. Na wao wanalinda mfumo wao, wanalinda kwamba wao waendelee kuwepo juu zaidi. Sasa ukinizungumza mambo ya alianza Urusi, ambaye Urusi yeye ana madude makubwa yale, Saturn 1, Saturn 2, kama utakumbuka, makombora ambayo yanafika popote, yani yanazunguka, yakazunguka bara zima hili, dunia nzima, inaweza kazunguka afu yakarudi tena Urusi. Anayo makombora Urusi anayo. Na anakombora pia Urusi la mwisho, kombora la mwisho ambalo in case ukaipiga Urusi yote, hilo lenyewe lilipo automatically. Hilo linalipuka lenyewe tu. Sasa likishalipuka lenyewe, sio tu linaenda Marekani, hapana. Hilo linalipuka lenyewe afu dunia nzima itajua inakokimbilia. Hiyo ni Urusi analo, kwamba ikifika point Urusi imepigwa yote, basi tufe wote. Umeona? Hiyo ni Urusi. Hilo limetekwa bonge moja la dude. Bonge moja la dude limetekwa tu, kwamba Urusi ikipigwa yote linafyatuka ina sehemu ambako makombora yanakotokea. Maana Urusi ikifa yote, kombora linalipuka linaenda kule linapiga Marekani yote. Huyo ni Urusi na yeye pia. Sasa mambo kama haya yanamfanya Marekani akote usingizi. Mambo kama haya ndio Marekani ambao hayataki kuyasikia, sababu usalama wake unakuwa ni mdogo. Isa Benson Mwakilembe, ukirudi nyuma sasa kwa Urusi, anayo Saturn 1, Saturn 2 hayo, lakini kumbuka pia upande wa Korea Kaskazini naye pia ana makombora ya aina hiyo kwa Libya kama 16. Yale yanaitwa kuna Hwasong, kuna Topodong. Kuna Hwasong hawa yako mengi, karibia zaidi ya 5. Topodong karibia zaidi ya 5. Umeona, na makombora ya aina hiyo mengi. Sasa safari hii unaniambia tena nani umeenda kwa China pia nayo madudu nayo China mengi tu ya kutosha. Lakini sasa hivi unaniambia Iran anayo. Umeona? Na kumbuka adui mkubwa sasa ambaye anamsumbua Marekani ni Iran, Mwajemi. Na anamsumbua sababu labda Mwajemi na uchumi mkubwa, uchumi wa Iran hana. Uchumi ushaharibiwa muda mrefu sana. Uchumi wa Iran ushashambuliwa muda. Kwa maana kule hali ni mbaya, hali ni ngumu, watu wanaandamana kwa mengi, wengine hali ni mbaya, wamechoka. Unajua hali nchi ikiwa mbaya,
wauni unaingia barabarani. Umeona? Lakini cha msingi ni kwamba aliyesababisha uchumi wa Irani kwa hivyo ulivyo leo, wakampiga pini kila kona. Ndio maana jana nikiwa nazungumza kiulimwengu nilisema kwamba Irani imeshashambuliwa. Jana Irani imeshafanyaje? Imeshashambuliwa. Isipokuwa tunachokisubiri ni udhihirisho tu, lakini Irani imeshashambuliwa. Mifumo yake ya ulinzi imeshambuliwa. Viongozi wake wameuawa kutosha. Wanasayansi wameuawa. Uchumi umeshambuliwa. Siasa zimeani, Irani imeshashambuliwa kitambo. Isipokuwa lengo la Marekani aliendelea na anaendelea kuifanya Irani iendelee kuwa dhaifu, ili anapokuja kuingia pale Irani kwa asilimia kubwa, Irani hiyo imeshaisha, ni kufinalize tu. Ndio hisabu hizo ni Mwakilembe. Kwa imeshachambua Irani. Unajua watu wengi wanasubiri ile actual fight. Ile the real fight, kama wanataka kuona show inaendaje. Ile imeshachambuliwa tayari. Na ndio kama Urusi, Mwakilembe ni mfano mdogo tu kwamba Urusi na mwenyewe pia ameshachambuliwa. Umeelewa? Ndio lengo la kwa nini vita vya Ukraine viishi, wanapiga porojo nyingi, mambo vikao vingi ambavyo vieleweki. Lengo ni kufanya Urusi aendelee kuwa vitani. Ili Marekani apate nafasi ya kuidhibiti Irani, ya kuidhibiti Venezuela, ya kuidhibiti Syria. Yaani Urusi waendelee kuwa vitani. Sawa? Zelensky waendelee kuwa vitani. Sawa? Endelea kuishambulia Urusi. Juzi umesikia paka makazi ya Putin yameshambuliwa. Hata maana yake ni nini? Tumefika wapi? Tumefika wapi? Juzi umesikia hapa paka makazi ya Vladimir Putin makazi yake yamechambuliwa. Tunafahamu Putin ni mjasusi na makazi mengi. Ila mmoja ya makazi yake yamechambuliwa. Si umeelewa? Lakini kifupi ni kwamba lengo Urusi aendelee kuwa vitani hivyo hivyo, ili Marekani apate nguvu ya kuweza kuisaidia Iran. Yuko kushambulia. Yupo mmoja aliniambia kwamba hivi unaona kama wazi kabisa kwamba Urusi ataisaidia Iran. Je, unaona kabisa kwamba China anaweza kaisaidia Iran? Au Korea Kaskazini anaweza kaisaidia Iran ikivamiwa? Hamna anayeweza kuisaidia Iran. Hamna anayeweza kuisaidia Iran. Lakini China amepeleka ndege 17 hapo. Si biashara ile Mwakilembe. Ile si mkataba walisaini wa bilioni 40. Ndege lazima ziende kule. Umeona? Lakini punde itakapovamiwa Iran, hamna nchi za kumsaidia Iran. Ikivamiwa hamna. Kwa sababu juzi hapa ilivamiwa siku 12, si ndio? Tunasema katika vile vita vya siku 12 ni Iran kama vile alishinda vile vita. Alishinda vita ni Iran, sio Marekani. Siku 12. Lakini nani alimsaidia Mwaje? Turudi hapa kidogo Bwana Mpoki. Maana nataka kuna jambo hapo tuliweke sawa. Irani walifunga internet juzi hapa wakati wa maandamano, kwa sababu kama ulivyosema walijua wahuni pia watatumia hayo maandamano. Lakini watu wakashangaa, ni watu kama 100,000 au 1,500,000 internet wanayo. Sasa wakashangaa ni vipi, kumbe Elon Musk internet yake iko hapo inatumika. Na wanasema ni mifumo ya vita ya kielektroniki ambayo ni kutoka Urusi, inaitwa Tirada 2 na Mamens. Na wao Irani wanayo, kuna Sayadi pale, lakini kuna Cobra version 8. Ndio iliyosababisha kuzuia ile internet, kwa sababu wanasema lazima uwe na ile terminal, kifaa kimekaa kama dish hivi, ambacho sasa ndio unakuwa nacho hiyo ya Elon Musk, hiyo terminal. Alafu hiyo terminal inachukua moja kwa moja kutoka kwenye satellite, lakini kinacho connect pale ni rada. Kwa hiyo sasa Urusi ikasaidia pakubwa sana. Je, unataka kuniambia hata kwa taarifa za kiintelijensia kuisaidia Irani, Urusi na China hawataweza kufanya hivyo? Hayo Mwakilembe ni madogo mno. Hayo ni madogo. Vita vikianza Urusi hawezi msaidia Irani. Okay. Na pia vile vile kwa Irani kutumia silaha za Urusi ni hatari mno kwake. Kumbuka ndani ya Urusi wanaoteza yale silaha yale kule Urusi ni Waisraeli, ni Wayahudi. Hata kwa Irani kununua mavitu ya Urusi kwenda kwake pale ni hatari kwake, sababu ni rahisi mno vile vifaa kudhibitiwa. Sababu kumbuka, ndio maana kwa asilimia kubwa Irani amekimbia China. Amekimbia China. Ila fahamu kwamba hata huko China pia vile vile Myahudi yuko mpaka China. Umeona Kwa usalama zaidi ni nani atumie vifaa vyake yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe. Sawa. Hata hivyo vifaa vya internet vya Urusi ni michezo tu ya hapo na pale. Hamna mtu akamsaidia Iran anapovamiwa. Hakuna hata mmoja anaweza kusaidia Iran. Isipokuwa ni kwamba Iran atajisaidia yeye mwenyewe. Atasimama yeye mwenyewe. Katika hayo unayozungumza ni madogo sana. Masatellite manini. Vita vikianza vile vita kabisa vikianza vile. Hakuna nchi itamsaidia Iran. Hakuna, nakwambia atasimama mwenyewe Iran. Mchina anaogopa mno uchumi wake. Mchina anakupa vitu, anakupa ndege, anakupa nini? Unajua mwenyewe mbele ya safari huko. Anakupa kila, Mchina anakupa kila kitu. Ila kwenye kukusaidia moja kwa moja physical hawezi. Ukumbuka Mchina ni mfanya biashara Mwakilembe, sio mpiganaji vita.
Tumeelewa? Yaani Mchina yeye sio mtu wa vita, Mchina ni mtu wa biashara, sio wa vita. Kwa hiyo Makelele ukiniambia kwamba tumeona juzi kwenye vita vya siku 12, unaambia Urusi alisaliti Irani. Tumeelewa? Wewe mpaka sasa hivi anga la Irani linaingilika. Anga na mifumo ya ulinzi ipo, lakini anga linaingilika na Irani. Amefunga kwa sababu anaogopa. Lazima kuwa na tahadhari. Amefinya maana nchi imefungwa. Makelele unajua maana nchi kufungwa. Tulifungiwa hapa, tulifungwa juzi na tulifungwa kanchi kalifungwa hapa kanchi ketu kalifungwa tu ile kiaida kakafungwa hapa. Umeona jinsi hali ilivyokuwa mbaya? Umeelewa? Ni unavyofunga nchi maana ni nchi inaangamia. Ndio maana nimekwambia kwamba fahamu kwamba tayari Irani imeshavamiwa. Hizi pressure peleka madude, mamelivita, madestroyer, makombora, mifumo ya ulinzi, peleka wanajeshi na vitu gani, andaa kambi za kijeshi, ni kumfanya Irani awe na pressure. Na Irani pia anaishi kwa pressure. Na Irani anaishi kwa pressure. Maana vita ni gharama kubwa mno. Sasa hivi naambia anga limefungwa, mipaka imefungwa, nini kimefungwa, nchi inakuwa dhaifu mno katika kipindi kama hiki. Ndio maana nasema mambo yote, ndio maana nasema mtu mwenye mtaalamu wa siasa za kivita duniani, yaani wataalamu wa siasa za kivita, wenye siasa kali za kivita ni Marekani namba 1. Anataka kutia jamba. Alafu hiyo mifumo ya ulinzi ndio ilikuwa Venezuela. Nicolas Maduro alipewa kila kitu alipewa Maduro, nini kilifanya kazi. Kuna mbinu nyingi, wamekana wajanja, isipokuwa njia pekee ya kuingia pa Irani watatumia vita na sio vinginevyo. Kwa maana kwamba Irani yeye kama yeye anasimama mwenyewe kwa asilimia kubwa, yuko bize mwenyewe. Sababu anajiamini na anajiweza kwa asilimia kubwa. So isipokuwa tatizo ni muda. Je, vita vikianza atakuwa na muda wa kutosha? Kumbuka mashambulizi ya safari wameshajifunza. Vita vya siku 12 wazungu wameshajifunza. Hawezi kuingia kichwa pale mashariki pale ndani ya Iran. Ni ngumu mno. Ndio maana nikasema hivi Marekani hawezi vamia Iran. Isipokuwa Marekani anaweza akashambulia Iran, sio kuvamia. Umeelewa? Na kuna hatari kubwa mno kuivamia Iran duniani kote. Sio tu Marekani, hata sisi huko Makelebe. Watu wamekaa wanataka kuona mtanange unaendelea kati ya Urusi na Marekani na Iran, lakini hawajui madhara yake. Wanasema wao wakifa hayatoa maneno jihadi inataka duniani. Umeelewa? Sasa jihadi nani baki salama? Maana wote ambao wanahusika na Marekani. Yaani Makelebe ni hatari mno. Kwa tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu au muendelee kumuomba Mungu huko mliko kwamba vitu vikatokea. Lakini mimi ni nani nizuie? Marekani ameona mfumo wako unaangamia. Dola inashambuliwa. Maji yamedhibitiwa na watu ambao hawaeleweki. Wakati yeye ndo taifa kubwa lenye nguvu. Kwa Marekani anataka adhibiti maji kwa 95% tu dunia nzima. Sawa, anga adhibiti yeye, bahari adhibiti yeye. Na hataki mpinzani yoyote yule ndani ya ulimwengu huu, kwa sababu kufanya yani kuwa na mpinzani Marekani hana chake. Kwa mfumo wa Marekani umeshambuliwa. Dunia sasa hivi imekimbilia China. Ushawishi umepotea. Trump amekuja kwa ajili ya kuonyesha kwamba nani yuko madarakani. Ambaye yuko madarakani sasa hivi ni Marekani. Yaani kiranja wa dunia ni Marekani. Na kinachofanyika anajibu kudhihirisha kwamba yeye ndio yuko madarakani. Kwa Makelele anafanya masala magumu mpaka destroyer zinapelekwa destroyer mashariki ya kati. Mpaka destroyer zinapelekwa mashariki ya kati. Huyo ni mtu mmoja anatafutwa pale. Na jana nakwambia hivi Myahudi ameweza kushambulia Lebanon. Kwa nini? Kushambulia wale Hezbollah ili wasiwe na nguvu. Sababu kumbuka Yemen Wahuthi wamesema kwamba Irani ikishambuliwa wanarudi kazini kama kawaida. Umeelewa? Kwa hiyo Myahudi amekaa kimya, ameanza kushambulia kusini mwa Lebanon, kushambulia kambi mbalimbali ili kupunguza uzito wa mashambulizi. Unafikia kabaki salama Myahudi pale? Maana yeye ndo target. Yeye ndo target kubwa pale Myahudi. Wa kwanza kupigwa ni Myahudi pale. Kwa mwalimu na Mungu Irani hawezi kuja kusaidiwa isipokuwa misaada midogo ataipata kutoka Urusi, atapata lakini ile kwamba nchi imevamiwa sasa Urusi itapeleke jeshi akaisaidia Irani, hicho kitu utakaoje ukione. Eti Irani imevamiwa sasa eti China peleke jeshi Irani, utakaokione. Mtu pekee ambaye ana kichwa kibovu kimekaga upande ni mmoja tu ambaye anaweza akafanya hivyo, mmoja tu. Kim Jong Un. Ndio ana kichwa kibovu maana yeye vita kama vile anavipenda hivi. Juzi unajua kwa mara ya kwanza Korea Kaskazini kusaidia nchi ya nje. Kupeleka jeshi wapi huko Kursk. Kwa maana mtu ambaye kichwa kimekaa kibovu ambaye anaweza akapeleka tunavyotaka yeye ni mmoja tu. Ambaye nani? Ni Korea Kaskazini. Lakini hao wengine wote lazima mpaka wakae vikao. Lazima wajadili na kamati wapige mahesabu. Maana ni kwamba kumbuka pia vile walishazungumza wewe niachie Irani.
Niachie Venezuela nikuachie Ukraine. Makelele anasahau kabisa na wewe. Walishazungumza Marekani na Urusi kwamba Urusi, mimi niachie Venezuela, mimi niachie Syria, mimi niachie Iran, mimi nakuachia Ukraine, majimbo nachukua hayo. Usio na haraka, hata mdogo mdogo unachukua majimbo. Kwa Urusi tapiga mahesabu. Kwani mshirika wa karibu wa Venezuela alikuwa ni nani? Urusi, China, Iran ndio washirika wa karibu wa Venezuela hao. Nini kimetokea? Tunazungumza na mengine sasa hivi hapa. Nicolas Maduro hayuko ndani ya Caucasus. Maduro yuko nchini Marekani, anakula kuku kule kwa Mliga. Anayeendesha kesi ni Myahudi. Umeelewa? Anaendesha kesi ni Myahudi. Katika mji ambao amepelekwa ni mji wa Wayahudi. Umeelewa? New York Marekani ni mji ambao ni Wayahudi. Wayahudi wamejaa New York wa kutosha. Mpaka jaji wa kesi ya Maduro ni Myahudi. Umeona? Kwa Maduro yuko Marekani analala vizuri, tumeisha naendelea. Washirika wake wamemtelekeza. Syria Muhammad na Ali Bashar na amefanyaje pale? Sawa pale Syria. Sio hivyo imetokea hivyo Makelebe pale Syria. Anamlinda kaja akachukuliwa, mtu asiku ngoma ikapigwa ups and down, jamaa akakimbilia Urusi anakula maisha kule. Kule nako ameshamchoka sasa, nataka wampeleke wapi? Kwa kama naona ni kwamba China, Irani, Urusi hawana uwezo wa kuwalinda washirika wao. Na wao si wanaya kwao. Sawa, nakushukuru ndugu yako. Kwa hiyo Makelembe, wewe kaa hapo, lakini endeleeni kuomba haya yasitokee, lakini fahamu kwamba midude mikubwa ya Marekani iko Mashariki ya Kati na ametuma mpaka destroyer. Moja sifa kubwa ya destroyer, inaweza kupongua makombora 1000 dakika 5 mpaka 10. Na ili uweze kuishambulia destroyer inabidi uwe na drones ama uwe na makombora yanayokimbia kwa spidi kubwa mno kuliko kawaida. Unaweza ukaishambulia destroyer, lakini yote na yote Iran amesimama kidete. Nchi ya Iran ipo katika state of emergency. Yaani afe kipa ama afe beki, lakini lazima goli liingie. Mwalimu? Asante sana. Msukuma haya bwana. Hai.